anapoingia, mtu anapoanza kuinuliwa, Bwana asifiwe sana, anaweza kuinuliwa kufikia katika ulimwengu wa roho wa Mungu, mahali ambapo unaweza kuwa na encounter na malaika, mahali ambapo unaweza ukakutana na vitu ambavyo vimebeba utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na hapa ni kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu. Sio naongea na mtu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nakufundisha mambo ya roho ni sisi. Haleluya. Ulimwengu wa roho. Na sio kila mtu anaweza kufika katika ulimwengu. Sio kila mtu. Ni rahisi sana kuona ni rahisi, lakini kujua unachokiona sio rahisi. Haleluya. Hata mchawi anaona, lakini hajui anachokiona. Kwa sababu angekuwa anajua anachokiona, kuna vitu asingefanya kabisa. Haleluya. Lakini kuona sio shida. So popote unaweza kufanya, unaweza ukaona. Na ndio maana ukisoma kitabu hiki cha Ufunuo, Yohana anasema hivi, alifunguliwa mbingu alipokuwa katika maombi, mbingu zikafunguka. Mtu mmoja anasomea Ufunuo Yohana 4 mstari wa kwanza. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Baada ya hayo naliona, natazama mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza, niliyoisikia kama sauti ya baragumu, ikinena nami, ikisema panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Haleluya. Yohana anachukuliwa, anapelekwa kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu ili akaonyeshwe mambo yatakayokuwako baada ya hayo. Bwana asifiwe sana. Maana yake siku ambayo Yohana atatoka Sipakanai profesa, ataprofesai kitu kwa sababu ametoka katika ulimwengu wa roho wa Mungu, ameonyeshwa na Mungu, akachukuliwa, mbingu zikafunguka. Bwana asifiwe sana. Kuwa mwonaji. Haleluya. Alizungumza hili kwa sababu kuna apostle prophet ambao kesho tutawaona. Haleluya. Lakini kuna vitu ambavyo unapaswa kuelewa. Haleluya. Kwa sababu kuna vitu ambavyo unavyokuwa ndivyo dimension zako zinabadilika. Kama unavyokuwa hatua zako zinaongezeka. Na ndio maana leo mtoto mdogo na mtu mzima hatua zao hazifanani. Hata ukiwaambia wakimbie. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna viwango vinatofautiana. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kufika kiwango cha heaven encounters. Akasikia nyimbo za malaika, akasikia amri kutoka kwa Mungu na kuonyeshwa viumbe ambavyo viko kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Haleluya. Kuwa nabii, kujiita nabii ni rahisi. Haleluya. But kuwa na encounters za nabii sio rahisi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuwa na encounters za kinabii sio rahisi. Kuna namna unapaswa kuwa mwanafunzi wa ulimwengu wa roho. Kujifunza vitu katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Ulimwengu wa roho unapatisha, umegawanyika kidogo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana leo ninaweza nikaprofesi yaani kutokana na unachokiwaza sasa hivi. Yaani nikija kwenye ulimwengu wako wa nafsi, nitaona mawazo yako every ambalo unachokiwaza. But nikitoka na mawazo yako nikienda nao kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu, nitapata majibu kwa nini uliwaza hivi. Sio unaelewa?
Amen. Ila kwenye ulimwengu wako wa nafsi hakuna majibu ya unachokiweza. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Kuna ulimwengu wa roho na malaika tu. Demons wachawi wako, mapepo yako huko. Siku ukichukuliwa kwenye ulimwengu wa roho hautakutana na sangoma na wanga. Bali utakutana na malaika. Bwana asifiwe. Amen. Utakutana na malaika, utazungumza na malaika kwa sababu wako katika ulimwengu wa roho. Kuna ulimwengu wa roho wa giza ambako ndiko vinafanyika vikao vya wachawi, encounters. Na wachawi utakutana nazo kwenye ulimwengu wa roho wa giza. Sasa lazima ujue kutofautisha mambo ya ulimwengu wa roho wa Mungu, ulimwengu wa roho wa malaika, ulimwengu wa roho wa giza na ulimwengu wa roho za wanadamu. Amen. Usipojua kutofautisha hizo ulimwengu wa roho, you can prophesy but nothing will happen. Kama ni leo, amina. Unaweza ukatabiri kwa sababu sasa unaweza kuchukuliwa katika ulimwengu wa roho, lakini ukapelekwa katika ulimwengu wa roho giza ambako unakutana na wachawi. Hawezi kukaa vikao kwenye ulimwengu wa roho Mungu, never. Amina. Ila watakaa vikao kwenye ulimwengu wa roho giza, mahali ambapo leo unaweza ukachukuliwa. Unajua kwa nini kuna vita moyo? Unaweza ukatambiwa mpaka unazeka, mikono umewekewa mwanzo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja mimi nilienda mahali. Nikakutana na mtumishi mmoja wa prophet vizuri. Nikasikia kama prophet. Mungu ananiambia. Mama watu kutoka sipidi asikia. Umechelewa. Nikaanza kuchaji. Nasema Mungu, mtu kutoka sipidi kule amefika hapa. Amechelewa. Kuna mwacha afe. Kutoka pale kuja hapa amechelewa. Yeye angekuwa kwake amelala. Asikikuja ungefanya. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Mungu ananiambia sio kwamba huyu hajaona. Ameona ila hana majibu yalichokia. Amen. Mungu anaweza akakupeleka kwenye ulimwengu wa roho wote utakaoomba sasa hivi ufike, unaweza fika. Hata ukiomba sasa hivi Mungu akupeleke rohoni Marekani utafika. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ukumbuke kwamba utakapofika Marekani katika ulimwengu wa roho sio ulimwengu wa roho Mungu ule. Kabisa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Umeenda katika ulimwengu wa roho, Mungu anaweza akakupeleka kwenye kikao. Siku moja nilikuwa kwenye presa. Nifika mahali nimetulia, malaika akaniambia tutoke tuende bahari tukahudhuria mkutano. Kaambia kuhudhuria mkutano mbinguni au wapi? Akaniambia tu. Ghafla nikajikuta niko sehemu ya bahari. Alafu akaniambia angalia. Wakati natazama nikaona kundi la wachawi wamekaa wanafanya kikao. Halafu baada ya muda wakatustukia. Kugeuka mlango tulioingilia umefungwa. Halafu tumebaki na malaika bado. Niacha kufanya malaika akaniambia turuki. Bwana asifiwe. Amen. Yaani sometimes unaweza ukawa unaota ndoto unapaa but haujui ni nini kinakuwa roho. Malaika ananiambia turuki. Tukainuka tukaruka juu. Tukaondoka. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tulienda kwa lengo la kuchukua siri ya kikao. Sio kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu, ni kwenye ulimwengu wa demons, mapepo. Wakuu wa giza na falme wamekaa pale, wanamesheni sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio maana kuna vitu leo watu wengi wamekufa na hatima zao kwa sababu wamefight na vitu wasivyovijua. Haleluya. Amen. Penda sana kusikia Mungu anasema nini. Haleluya. Amen. Imagine leo mtu ameokoka leo. Yaani leo ameokoka. Kwa ndio kwanza kuna madhabahu zimekunywa maelfu ya watu. Alafu unasikia nenda kavunje madhabahu ya kweli. Unafikiri mtu ataishi? Yaani madhabahu imemeza sadaka za damu za watu. Ndio kwanza yeye hajawahi kutoa sadaka hata shilingi 500. Ndio anapaswa afundishwe namna ya
Amen. Ulimwengu wa roho hauna utani kabisa. Na ndio maana Gideoni alikuwa nyumbani kwa baba yake akiwa ameokoka, anamjua Mungu, Mungu anazungumza naye, lakini Gideoni akakuwa akaongezeka mpaka ikafika mahali Mungu anamwambia sasa, nenda kavunje madhabahu ya bahari ya baba yako. Amina. Kwa sababu umefika katika dimension ambayo ina uwezo wa kuvunja hivyo. Amina. Haleluya. Kuna vitu sio vya kuinuka tu unavunja. Unaweza ukavunja alafu asubuhi kama umevunjika kabisa. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Unajua, acha nikwambie kitu. Vipawa vingi vya watu vinapotea. So watu ukiokokaga, na tumeshafundishwa ile mafundisho kwa ukiokoka kuna vita inaweza ikakusumbua. Ukiokoka hakuna mchawi anaweza kusema mbele yako. Na ukiokoka unaanza injili za vita mtaani. Kila unayekutana naye, okoka kwa jina la Yesu. Okoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Siku moja kijana wangu mmoja wakaja watu kanisani. Akasema huyu si ana moto wa maombi. Kwa ananiambia mwambie akaombee wala wa mama. Nisipoombe, nenda kaombe. Kaenda. Piga malizi. Kutoka. Usiku. Wakawafuata. Akaenda akamzunguka, akaanza kupiga ngoma na kucheza. Akainuka. Jasho zinatoka. Karudi kulala, wamerudi tena. Wanacheza na Biblia nyimbo za msiba. Alipoinuka alitamani ahame chumba. Alimtafuta Prophet Joka, anamwambia Joshua, najua kweli baba ana kazi nzito. Najua baba, usiku nilikuwa natamani kupambazuka tu niondoke. Bwana Yesu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu ile vita haikuwa sehemu kabisa ya kiwango alichonacho. Amina. Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Ukiwa bado hata kama una kitu kikubwa cha Mungu, nyenyekea kabisa. Acha ukue wakati wa Mungu. Amen. Wakati wa Mungu ukifika, hautahitaji kuambiwa fanya, ila Mungu atakuambia fanya, kwa sababu wakati umefika. Amina. Mhubiri aliposema kila jambo lina wakati wake na majira, alikuwa anajua kwamba kuna mahala lazima uongezeke. Amina. Sio kila pepo katika ulimwengu roho unaweza ukamchallenge kama hapo na kiwango chako hakijafika kwenye level ya kuchallenge. Umeokoka leo, unarudi mtaani, unakuja chagua cha mtaani, ikiwa mwenyewe aliyekufanya uokoke ni mchawi wa mtaa huo, hafu unarudi sana funja. Bwana Yesu. Amen. Unajua kuna watu wamegoma uwanja wa mazoezi, yani mchawi akitaka kwenda kuanga anaenda kuchukulia mazoezi kwake. Chukua mazoezi ya kuruka, akimaliza anaenda kuanga kwa jirani. Bwana Yesu. Amen. Kataa hiyo roho. Haleluya. Bwana Yesu. Amina. Sijui kama unanielewa. Amen. Kwa hiyo ulimwengu wa malaika ni ulimwengu ambao ni watumishi wa Mungu wanaoshirikiana na watakatifu mbele za Bwana. Na ndio maana katika kitabu cha Waebrania nasema ni roho wa utukufu pamoja na nani? Na Kristo. Haleluya.